Sasa najua utakuwa unajiuliza maswali mengi sana. Je, mtu anawezaje kutoroka kwenye gereza ambalo lipo katikati ya bahari, tena likiwa limezungukwa na askari wengi kinoma noma? Lakini majibu ya maswali yako utapata hapa hapo kwenye simulizi au mzigo unaomhusu mshikaji wa kuitwa Frank Morris, mwamba alifanikiwa kutoroka kwenye gereza ambalo liko na ulinzi mkubwa sana, na ile gereza lilikuwa katikati ya bahari kiasi kwamba hakuna mtu yoyote ule ambaye anaweza kutoroka kwenye gereza hili. Sasa kabla sijaendelea, mimi nataka nikukumbushe tu usahau kupita pale YouTube na kusubscribe ili wa kwanza kupata movie zetu. Okay, sawa, tuanze. Mzigo unaanza ukimwonyesha mshikaji wa kuitwa Frank Morris na Roy mwamba alikuwa analetwa gerezani, na hii ni baada ya kufanya mauaji. Lakini Frank alikuwa anasifika na sifa nyingi sana za ajabu, maana mshikaji alikuwa ni muuni kinoma noma, na Frank alikuwa anasifika kwa sifa mbaya sana, maana mshikaji kila gereza ambalo alikuwa anafungwa ni lazima atoroke, hali iliyofanya maaskari wengi sana wao wanamzingatia kwa ukaribu sana Frank. Hasa mchizi baada ya kufanya uuni kwa muda mrefu sana, Roy analetwa kwenye gereza moja ambalo lilikuwa lina mateso kinoma noma, na ile gereza ni ngumu sana kutoroka, maana lipo katikati ya bahari, na ile ni moja ya gereza ambalo lina mateso sana, maana endapo ukija kwenye gereza hili basi ujue kabisa maisha yako yamefika mwisho, huwezi kabisa kutoroka. Na askari kwa sababu walikuwa wanajua kwamba huu Frank ni mshikaji mmoja muuni sana, walimkagua kwa umakini kinoma noma, na baada ya muda mfupi walimpeleka gerezani. Lakini siku ilipopita, Frank alifanikiwa kupata marafiki, lakini alikutana na mshikaji mmoja ambaye anaitwa Wolf, na Wolf alikuwa ni mfungwa ambaye alikuwa ni mbabe sana, na kila mtu alikuwa anamuogopa sana mshikaji huyo kutokana na mwili aliyokuwa nao, maana mshikaji alikuwa ni mbabe kinoma noma. Lakini Frank alimzingatia kwa umakini sana mshikaji huyo, ingawa alimpotezea tu. Ila baada ya muda mfupi Frank aliitwa na warden wa gereza, ila warden kwa sababu alikuwa anajua kwamba Frank ni mtaalamu sana wa kutoroka gerezani, ndipo alipoanza kumletea vitisho na kumwambia endapo kijaribu kutoroka kwenye gereza hili basi huo ndio utakuwa mwisho wa maisha yako. Sasa Frank alimsikiliza tu warden, ila jambo la kushangaza ni kwamba baada ya kumaliza mazungumzo kati ya Frank pamoja na warden, Frank alifanikiwa kuiba nilikata bila warden kujua kwamba mshikaji tayari ashamuibia. Na Frank baada ya kumaliza mazungumzo na warden aliondoka na kwenda zake bafuni kuoga, lakini mshikaji akiwa anaendelea kuoga ghafla anakutana na ule mwamba kuitwa Wolf, ila Wolf kwa sababu alikuwa hajui balaa la Frank ndipo alianza kumzingua akiamini kwamba Frank ni mtu wa kawaida tu, ila kwa sababu Frank alikuwa hapendi kabisa dharau, pale pale alianza kumchezeshea kichapo Wolf. Na baada ya kumaliza kumtembezea dozi mshikaji, Frank aliondoka na kwenda zake library, ambako huko alifanikiwa kukutana na mshikaji mmoja ambaye anaitwa English. English ni mmoja wa wafungwa ambao wamekaa kwenye gereza hili kwa muda mrefu sana, maana English alikuwa amehukumiwa kifungo cha maisha, ingawa alikuwa anapenda kuwafariji sana wenzake na kuambia kwamba anaamini kuna siku moja wanaweza akatoka kwenye gereza hili. Na Frank baada ya kuona English ni mshikaji mmoja ambaye alikuwa ni mcheshi sana, Frank alijikuta kumkubali sana English, na hapo ndipo rafiki kati ya English pamoja na Frank ulipoanza. Lakini katika kipindi cha muda mfupi tu Frank alifanikiwa kupata marafiki wengi kinoma noma, maana Frank alikuwa ni mshikaji ambaye alikuwa ni mkarimu sana na alikuwa anapenda sana kampani ya wenzake. Na moja ya marafiki ambao Frank ashai kuwapata ni mzee mmoja ambaye anaitwa Doku, na Doku alikuwa ni mzee mmoja ambaye alikuwa anapenda sana kuchora na alikuwa na kipaji kikubwa sana cha uchoraji, maana Roy Doku alikuwa amechora picha ya warden wa gereza. Ingawa licha ya kwamba Doku alikuwa ni mchoraji mzuri sana, ila Doku naye alikuwa ni muoga sana kutoroka kwenye gereza hili, na alikuwa anaendelea kumsisitizia sana Frank kwamba kama umekuja kwenye gereza hili basi ujue kwamba maisha yako yameishia hapa na uwezi tena kurudi nyumbani. Ila Frank kwa sababu alikuwa ni mtaalamu wa muda mrefu sana, hilo jambo alikumsumbua hata kidogo, maana alikuwa anaamini hata kama gereza litakuwa na ulinzi kiasi gani, yeye anaamini atatoroka tu. Na siku moja Frank akiwa upo zake gerezani, mwamba alionekana akiwa na mawazo mengi sana, ndipo askari mmoja alikuja na kumwambia Frank kwamba kuna kazi ya kutengeneza furniture, na endapo ukiweza kufanya kazi hiyo utakuwa na uwezo wa kulipwa zaidi ya senti 15 kwa lisali moja. Hasa Frank kwa sababu alikuwa hana pesa ilibidi akubali tu jambo hilo. Lakini siku zilipozidi kusogea, mwamba akiwa upo zake nje na marafiki zake, ghafla Wolf alimfuata Frank akitaka kumchoma kisu, ila Frank kwa sababu ashasanuka kwamba mshikaji anakuja kumchoma kisu alimzuia na kuanza kumchezea kichapo. Ingawa akiwa anaenda kuzozana, ghafla askari walitokea na kuamlia ugomvi huo, ndipo alimchukua Frank pamoja na Wolf na kwenda kuwafungia kwenye vyumba ambavyo vilikuwa vimetengwa, na kwenye hivi vyumba alikuwa anapewa mateso makali sana. Ingawa Frank kukaa kwa muda mrefu kwenye vyumba hivi, maana ndani ya wiki moja tu mwamba alikuwa ashatolewa na kupelekwa kwenye magereza ya kawaida, na washikaji zake walifurahi sana baada ya kuona Frank amerudi kwa mara nyingine tena. Ingawa baada ya muda mfupi wafungwa akiwa wameondoka gerezani, ghafla warden alikuja na kuanza kukagua chumba kimoja baada ya kingine. Sasa warden akiwa anaendelea na ukaguzi, ghafla alifanikiwa kuingia kwenye chumba cha mzee Doku na kufanikiwa kuonana na picha yake ambayo Doku alikuwa amemchora, na warden alifurahi sana baada ya kuiona picha hiyo, na hapo ndipo aliambiwa askari kwamba inabidi walete picha zote ambazo mzee Doku amezichora. Na mzee Doku aliumia sana baada ya kuona askari wanazichukua picha zake, maana ameziandaa kwa muda mrefu sana na alikuwa anazipenda sana picha hizo. Lakini Frank pamoja na wenzake baada ya kuona mzee Doku amejaa na mawazo baada ya kuchukuliwa picha zake, ndipo alimfuata na kuanza kumpatia ushauri na kusema utaki kuwaza kwa jambo lolote lile, maana anaamini kila kitu kitakuwa sawa. Cha msingi ni kuangalia njia sahihi ya kuondoka kwenye gereza hili. Ila huo ushauri wa kumsaidia kwa jambo lolote lile mzee Doku, maana mzee alikuwa anapata mawazo mengi sana na alikuwa hapendi kuona mtu yoyote ule anachezea kazi yake. Na siku moja Doku akiwa anaenda kufanya kazi za kutengeneza furniture, Doku alionekana akiwa na mawazo mengi sana, maana aliamua kujikata vidole vyake baada
baada ya kuhisi ni kama ananyanyaswa kwenye gereza hili, na watu wengi waliumia sana baada ya kushuhudia tukio hilo, ingawa maisha yalibidi yaendelee kama kawaida. Siku moja Frank akiwa upo zake gerezani, Mwamba alistuka sana baada ya kuona kuna chemba moja ambayo ilikuwa imezibwa, na Mwamba alipoiona tu chemba akajua kwamba hii ndio njia pekee ambayo itamsaidia kutoroka. Sasa Frank baada ya kushuhudia chemba hiyo alienda kuonana na washikaji zake ambao ni John pamoja na Clarence. Nao ni washikaji ambao wanajuana na Frank kwa muda mrefu sana, maana hao wote washafungwa kwenye gereza moja kwa Marekani, ingawa Frank alifanikiwa kuchomoka. Na raundi hiyo washikaji wamekutana na wapo tayari kutoroka tena kwenye gereza hili, ingawa hilo jambo lilikuwa gumu sana, maana Clarence pamoja na John waliingiwa na uoga mwingi sana, huku wakiwa naamini kutoroka kwenye gereza hili haitakuwa kazi rahisi hata kidogo, maana gereza hili lipo katikati ya bahari. Ila upande wa Frank mambo alikuwa tofauti kabisa, maana mshikaji alikuwa anaamini uwezo wa kutoroka anao, na anaamini kuna siku moja atatoroka tu, na aliwaambia washikaji zake kwamba anahitaji kutengeneza historia au ndio mtu wa kwanza kutoroka kwenye gereza hili. Na baada ya mazungumzo hayo, Frank alirudi zake gerezani na kuanza kufanya mpango wa kuchomoka. Na Frank alianza kutanua ile chemba kwa kutumia nilikata aliyokuwa ameiba kwa Warden, na Mwamba alikuwa anafanya jambo hilo kwa umakini mkubwa sana, maana aliona endapo akikamatwa basi anaweza kauawa kabisa. Hasa Frank kwa sababu alikuwa anaamini kwamba kuna siku moja anaweza kachomoka kwenye gereza hili, Mwamba hajawahi kabisa kukata tamaa. Alienda kutoboa chemba ikiwezekana achomoke, na baada ya muda kusogea, wafungwa walifanikiwa kutembelewa na ndugu zao, ingawa hilo jambo lilikuwa tofauti kabisa upande wa Frank, maana Mwamba hakuna hata ndugu yake mmoja aliyekuja kumtembelea. Lakini Frank lengo lake kubwa lilikuwa ni kutoroka kwenye gereza hili, na Mwamba alienda kuwasisitizia marafiki zake kwamba anahitaji kuondoka kwenye gereza hili kwa namna yoyote ile. Hasa licha ya kwamba marafiki zake walikuwa ni waoga sana, Frank aliendelea kuwasisitizia marafiki zake na kusema cha msingi ni kuhakikisha wanaondoka kwenye gereza hili, maana ile gereza lina mateso mazito sana. Na washikaji kwa sababu walikuwa natamani sana siku moja wachomoke kwenye gereza hili, walikubali kumsikiliza Frank. Na baada ya kumaliza mazungumzo, Frank alirudi gerezani na kuendelea kufanya mpango wa kuchomoka, huku Carlos pamoja na Chris wakiwa wanaangalia kama kuna askari yoyote anakuja. Na Frank alipambana kutoa simenti hiyo kwa muda mrefu sana, ila kwa sababu nilikata ilikuwa ni ndogo sana, ilishindwa kabisa kumaliza jambo hilo. Ndipo Frank baada ya kuona hii kazi ishakuwa ngumu, aliamua kwenda kuzungumza na marafiki zake na kuambia inabidi wajitahidi watafute vifaa vingine vitakavyoweza kuwasaidia. Na Marcelo ilibidi wamsikilize tu Frank, lakini Mwamba kwa sababu alikuwa hataki kuchelewa, aliona njia pekee ambayo itakayoweza kumsaidia kutoboa chemba ile ni kutumia kijiko. Na Frank ilibidi atumie ujanja mwingi sana, ikiwezekana apate vijiko viwili. Ndipo Frank pamoja na Chazi waliongozana kwenda kuongea na huyu askari ambaye alikuwa ni kiongozi wa msosi. Hasa askari akiwa anaenda kuongea na Chazi, kwa bahati mbaya sana askari alizubaa, na hapo ndipo Frank alipofanikiwa kuiba vijiko. Na washikaji baada ya kufanikiwa kupata vijiko hivyo, Frank aliamua kuandaa kifaa ambacho kilikuwa kina uwezo wa kutoboa chemba kwa umbali mrefu sana, tofauti kabisa na nilikata aliyokuwa anatumia. Hasa mchizi akiwa anaenda kutoboa ukuta, ghafla askari walitokea, ila kwa sababu washikaji zake walikuwa hajakaa kinyonge, walimshtua Frank ikiwezekana atulie, na Mwamba alikuwa mpole tu akawasikiliza marafiki zake. Hasa askari baada ya kuondoka, Frank aliendelea kupambana kutafuta njia ambazo zitamfanya askari wasimsanukie. Na Loi Mwamba aliamua kutumia simenti kutengeneza kinyago kinachofanana kabisa na sura yake. Na Mwamba baada ya kumaliza kutengeneza kinyago hicho, aliamua kukilaza kitandani ili kama endapo askari wakipita basi wasisanuke kwamba mshikaji hayupo gerezani. Na baada ya muda mfupi, Frank alifanikiwa kuchomoka kwenye chumba cha gereza na kwenda kutafuta njia ambayo itamsaidia kutoka nje ya gereza hilo. Na Mwamba alipofanikiwa kupata njia, alienda kuzungumza na marafiki zake na kusema kila kitu kimekaa poa, cha msingi ni kuwa tayari kuondoka. Na Mwamba walikubali na kumsikiliza Frank, na kiza kilipoingia, washikaji walianza kufanya mchakato wa kuondoka. Lakini Frank aliamua kubaki ili asome upepo, maana aliona endapo akiondoka kwa pamoja basi wanaweza kukamatwa. Lakini siku ilipopita, Frank akiwa anaendelea kujipanga namna ya kuchomoka kwenye gereza hili, ghafla kuna kifaa kimoja alikiona na aliamini hiki ndio kifaa kipekee ambacho kitamsaidia kukata nondo ambazo zimeshikana kwenye mageti. Ingawa hilo zoezi lilikuwa ni gumu sana, maana Frank akiwa anaendelea kukata nondo, kuna askari mmoja ambaye alikuwa anahisi kuna kitu ambacho huenda kitakuwa kipo sawa. Ila askari kwa sababu alikuwa anajua kwamba hili gereza lina ulinzi mkubwa sana na ni ngumu sana mtu kuchomoka kwenye gereza hili, aliamua kuvunga tu, huku akiwa anaamini huenda kila kitu kipo sawa. Lakini mpango wa Frank na washikaji zake ulikuwa pale pale, licha ya kwamba alikuwa waamini kabisa kama wanaweza kutoroka salama. Lakini siku zilipozidi kusogea, Warden aliingiwa na wasiwasi mkubwa sana, huku akiamini huenda Frank kuna kitu anakitengeneza. Na hapo ndipo Warden alipoamua kuingia kwenye chumba cha Frank na kuanza kukagua, lakini kwa bahati mbaya sana hakufanikiwa kupata jambo lolote lile. Ila Frank, licha ya kwamba Warden alikuwa ni mtu ambaye anamfuatilia kwa muda mrefu sana, ila Frank alikuwa hana wasiwasi wowote ule, maana Mwamba alikuwa anaamini kwa mipango yote ambayo anaipanga hakuna askari yoyote ambaye ataweza kumsanukia. Lakini siku zilipozidi kusogea, Frank pamoja na washikaji zake walifanikiwa kutoka nje ya gereza bila askari yoyote ile kujua kwamba kuna watu wamechomoka gerezani hapa. Hasa baada ya Frank na washikaji zake kufanikiwa kutoka gerezani, kasheshe ikawa nje ya gereza, maana hili gereza lipo katikati ya bahari na ni ngumu sana mtu kuogelea na kuimaliza bahari hii, maana hii bahari ina kina kirefu sana na gereza lipo katikati ya bahari. Ila licha ya kwamba hii bahari ilikuwa ni ndefu sana, ila hilo jambo alikuwa sumbua kabisa Frank pamoja na wenzake, maana washikaji walikuwa wameandaa baadhi ya mipira ili wasaidia kuogelea na kuvuka upande wa pili. Lakini baada ya Frank na washikaji zake kufanikiwa kuchomoka gerezani hapa, ndipo wanapata taarifa kwamba kuna baadhi ya wafungwa wametoroka. Ingawa licha ya kwamba alikuwa ashapata taarifa kwamba kuna baadhi ya wafungwa wamechomoka, askari walishindwa kufanya jambo lolote lile, maana Frank pamoja na wenzake walifanikiwa
walifanikiwa kuvuka bahari na kuhamia upande wa pili, lakini Warden naye hakuamini kabisa kama Frank pamoja na wenzake wamefanikiwa kuchomoka kwenye gereza hili. Sasa na mimi sina ziada, na ndio mwisho wa simulizi fupi ya movie yetu, na ulikuwa na mimi Vasco Rhymes nilikuletea simulizi hizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini ili uwe wa kwanza kupata movie zetu, usahau kupita pale YouTube na kusubscribe ili usipite na simulizi yoyote ile ambayo nitakuwa nakuletea kwa ajili yako. Asante.